La kwanza, hongera kwa kushiriki kwenye tuzo nje ya hapa. Nataka kujua hii ni mara ya kwanza wewe kuwa kwenye tuzo nje ya hapa? Ni mara ya kwanza. Okay. Sawa. Ulipokeaje taarifa ya kwenda kwenye tuzo? Walinitafuta wenyewe. DM Instagram ile walinitafuta, nakumbuka wakaniambia kwamba unafaa kushiriki kwenye kipengele tena fulani. Sawa? Na kwa mujibu wa content zetu nikasema yes, ni kweli. Okay. Kwa direct nikakubali. Baada ya hapo michakato iliyofuatia ni kuweza kujisajili. Taratibu zote tukafuata na tukashiriki mpaka kutimia leo. Alhamdulillah. Kiukweli shughuli ilikuwa kubwa na wamejitahidi sana kuweza kufanya jambo liwe kubwa. Tamea kama Tamea wamejitahidi. Lakini kwenye upande wa matokeo kiukweli sisi ilikuwa kipengele chetu sisi cha best Islamic content ilikuwa tuko watatu. Mwanzoni tulikuwa tuko wawili, lakini watatu kwa the way nilivyoongea na mpinzani mwenzangu Lukman Fafa alisema hata naye binafsi manake ile watatu tumekuja kumuona pale kwenye screen. Lakini kwa kawaida sinakuwa kwanza kabla hata matokeo hayajatangazwa basi mko mnajuana bwana kwenye category fulani niko mimi fulani na fulani. Unajua kwa sababu unajua hata zile posti the way wanavyotengeneza zile unajua sasa okay kwamba kuna mtu fulani manake kaingia kategori kama ya kwangu mimi. Na ndio maana mimi pia nilijua kama okay kuna Lukman Fafa. Sawa? Na pale bwana matokeo yalivyotoka direct alipewa huyo jamaa. Na kitu ambacho mimi tumeshangaa ni kwamba huyo jamaa ni MC. Okay. Tena ni mshereheshaji wa harusi. Okay. Sawa, hata ukisema bayo yake, lakini pia unajua sitaki kuwalaumu Tamea wala sitaki kuwalaumu watu ambao wamesimamia hili zoezi zima la ugawaji wa hizi tunzo. Kitu ambacho kinachonisikitisha mimi baada ya matokeo kutoka ni kwamba aliyepewa hakuwa anastahili kupewa. Okay. Kwa maana sio kwamba Millennium Art Group kwamba tunaingangania sisi ile tunzo iwe ni ya kwetu. Basi kama ilikuwa ni haki basi hata mwenzetu huyu mwingine Lukman Fafa ilikuwa na haki ya kupewa. Lengo nazungumza hivyo kaka unifahamu kwamba unajua unapoita content haimaanishi kwamba lazima uwe ni msanii. Unaweza kuwa ni mwandishi wa habari lakini ukiwa unatengeneza yale maudhui basi wewe tayari watu wanakujua kama wewe ni content creator. Lakini hakuna maudhui yoyote yale ambayo alikuwa akiyatengeneza zaidi ya kusherehesha. Sasa wao walishindwa sisi yani manake kufahamu ile thamani yetu. Sisi kwa Zanzibar hatujisifu lakini kaka tuna thamani kubwa sana. Tena kwa dini zote tuna namba kubwa sana na wewe pia umekuwa shuhuda. Lazima mtu umie, tumetumia nguvu kubwa, tumeenda na nilitamani manake tuwe crew nzima tupo pale kwa ajili ya kusherehekea. Lakini kidogo wamepata mistake za kazi hapa na pale nikaenda mimi kuripoti. Lakini kaka imetuumiza sana. Na naamini kama haikuwa haki yetu basi ilikuwa ni haki ya mwenzetu. Lakini kwa aliyepewa hata wewe kama utaangalia basi hakuwa anastahili kupewa. Sio kwa ubaya bali tunaongelea ukweli siku zote. Sawa? Wenyewe tunasema unyonge ukipitiliza ni ujinga. Na hile kama ilikuwa ni haki yetu manake mwisho wa siku itakuja kutula na wao itakuja kuwala mpaka siku ya kiyama. Swala la wewe kutolewa kwenye collaboration kwenye zile posti hii ilikuwaje? Ni makubaliano, ni ghafla ama uliliona? Sure. Na kama umeliona basi ni kweli kwa sababu mchana wa leo nashangaa kwamba wametoa collaboration zote ambazo sisi wewe ama kwa washiriki wote. I don't know kwa watu wengine lakini kwangu mimi wametoa. Na kitu ambacho kimenishangaza unafuta collaboration ina maana kwamba ulikuwa unatutumia kwa ajili ya kufika mbali. Kwamba sasa hivi tayari umesharidhika. Kwa maana sisi watu unatupa tafsiri tofauti na hata mashabiki zetu. Kiupande wetu sisi binafsi Millennium Art Group kiongozi wangu itokezee hata walipie wao tunzo mimi niingie au sisi tuingie. Kiongozi kasema hakuna kuingia. Tumefunga mkataba nao. Sawa wema lakini ama kwa wema kwa sababu hatuna gomvi nao na sisi tunazungumza nao na namba tunazo na tunawasiliana mpaka leo tunaangalia status na kitu kingine. Lakini tu ndio uongozi umeamua hivyo nitafanya nini na mimi niko chini ya uongozi. Nigombane na kiongozi? Haiwezekani. Hakuna haki. Unafahamu? Na sisi tunafanya sisi kama kiongozi kuna interview yake moja nimeiona kiongozi anasema sisi hatuna tunu manake au hatuna ushamba wa tunzo. Sawa? Lakini tunaingia kwa sababu kuna idadi ya watu fulani watatutambua sisi kupitia watu wengine. Wakitufuatilia sisi tunafikisha ule ujumbe vizuri. Umenifahamu bwana? Na alhamdulillah tumeenda bara. Na kweli
kumbe tuna mashabiki wengi sana ambao wanatufuatilia. Kwa hiyo kwangu mimi kwenda bara wala sio kesi, wacha kwa nimekosa, lakini pia nimeondoka na rundo la mashabiki.